Kana kwenye msitu mmoja. Sijui mliona jambo hilo. Kwangu niliona kama ni jambo la kushtua kidogo, la kushangaza kidogo. Hasa nikifuatia kile kisa ambapo kwamba aliolewa na the Holy Spirit. Unajua kwa kweli ni jambo ambalo wengi walimaka wakati alijitokeza yule mwanamke akisema amekujiwa na Roho Mtakatifu. Akamwambia mimi ningependa nikwenda nikishakuoa na kupatia kazi, nitakutuma ufanye kazi. Basi baada ya pale akamwacha mume wake, akaenda kwa kanisa moja akaoana. Mysterious strange. Ni kitu ambacho labda wengi hawakushuhudia, lakini akaja kutangaza kwamba yeye ameolewa na Roho Mtakatifu na kwa hivyo anaondoka aende kufanya kazi ambayo anatumwa. Yule mwanamke imesemekana kwamba ameaga, alipatikana pale kwenye forest moja kama mwili wake umeliwaliwa vile kwa njia labda wanasema ni wanyama ambao walimuua. Wanaendelea na uchunguzi, lakini ingawaje unajua ustahili kuzungumzia zaidi mtu ambaye pengine ameaga, lakini kidogo ile historia nikisikiza naona ni kidogo inanishangaza, manake unezaje oleka na the Holy Spirit? Najua kwa kusema ukweli mtu anaolewa na mtu mwingine, binadamu na binadamu. Lakini yeye mwenyewe aliamua katoka ndoa aliyokuwa nayo hapo mbeleni, akaolewa na Roho Mtakatifu. Na alipoteza maisha yake akiwa na miaka 41 kufikia sasa. Lakini kwa kusema kama ukweli ulikuwa kama ameolewa na Roho Mtakatifu, angeaga dunia. Maana sisi wengine tunatafuta Roho Mtakatifu kupitia maombi. Lakini mimi sielewi, huenda ni sarakasi zilikuwa katika mapatano ya yeye na Roho Mtakatifu wake. Na sio Roho Mtakatifu yule ambaye tunamjua ambaye ni wa Maulana Kaye katika kiti cha enzi. Naam. Unajua masi nimesikia visa tofauti kutoka makabila tofauti. Napata kwamba jamaa umelala usiku hivi kisha ndoto inakujia. Unamuona mtu in form of a ghost, in form of a spirit anakuja, pengine unafanya mapenzi na yeye, anaenda unajua. Nimekuwa nikisikia yale, lakini kidogo kwamba umeoleka na the Holy Spirit kidogo naipata inanikalia weird. Kwa kweli mambo ni mengi ambayo hutendeka humu duniani, mengi yamesukumwa kwa wanadamu na shetani, mengine yamesukumwa kwa wanadamu na Mungu, lakini najua kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu akija utajua. Na swala hili tu linanikumbusha kifungu pale kwenye Biblia kitabu cha Ufunuo, kwamba siku za mwisho mtashuhudia mambo mengi tofauti ambayo yatakuwa yanafanyika kama lile jambo ni jambo tofauti. Na hasa tukizungumzia swala hilo tu, watu wengi sana wamejitokeza wakifanya mysterious things. Unakumbuka kuna mtu mataifa mengine ambao unasikia kwamba ameamua kuolewa na mbwa, ameamua kuoana na mti, ameamua kuoana na nyoka, mambo kama hayo umeyashuhudia kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hivyo ni ishara tosha kwamba jamani, kivyangu kwa maoni yangu siku za mwisho zinakaribia. Na nikuulize Masi, haya namba tena kuna kisa vile vile kilitokea jana, lakini kwa upande